Leo tutaangalia tabia 8 ndogo za Kijapani ambazo zinaweza kufanya mabadiliko makubwa sana katika maisha yako. Tabia hizi ni ndogo, rahisi kufanya na si lazima uzifanye kwa nguvu, bali kwa busara na kwa lengo la kuboresha furaha, afya, utulivu wa akili na mafanikio ya kila siku. Kwa hivyo, ikiwa unataka kuboresha maisha yako kwa njia ya tabia ndogo lakini zenye ushawishi mkubwa, kaa nami mpaka mwisho. 1. Ikigai. Tafuta sababu ya kuamka asubuhi. Tabia ya kwanza ni ikigai. Maana yake ni sababu yako ya kukua na kuamka kila asubuhi kwa furaha. Hii si lazima iwe kitu kikubwa. Inaweza kuwa kitu kidogo unachopenda kufanya kila siku, kama kunywa kahawa au kufurahia sekunde za amani kwa asubuhi. Lakini iwe ni kidogo chenye kuendelea kila siku. Kwa nini ni muhimu? Inakupa mwelekeo na nguvu ya kusonga mbele. Inafanya maisha yako kuwa na maana hata ukiwa na changamoto. Jifunze kuichunguza. Jiulize, nini kinanifanya nicheke kila siku? Tabia hii inajenga nidhamu ya kufanya vitu kwa mwendelezo bila kuachia njiani, na hii ndiyo njia ya kuelekea mafanikio. 2. Wabi sabi. Kubali uzuri wa kukosa ukamilifu. Kuona uzuri katika mambo yasiyo kamili. Hapa maisha haifai kuwa ya ukamilifu, bali ya kukubalika. Mfano kwenye maisha ya kila siku: kukubali makosa yako badala ya kujihukumu, kuona uzuri hata kwenye mwendo wa polepole wa maisha. Hii tabia inakufundisha kuwa mtulivu na inakupa amani ya ndani hata kama mambo hayako sawa kila wakati. Na hii ni hatua nzuri katika kujenga amani na furaha ya kudumu. Katika maisha yetu hakuna mkamilifu, na ukikubali kuwa hata wewe huwezi kuwa mkamilifu, itakupa nguvu ya kujiamini. 3. Shinrin-yoku. Kuwa na mafunzo ya uhai kwa kukaa katika asili. Shinrin-yoku ni tabia ya kuingia msituni au mahali penye asili ili kupumzika na kutuliza akili. Si lazima uwe ndani ya msitu mkubwa, hata bustani au mtaa wenye miti unafaa. Faida yake: kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza utulivu wa akili, kukusaidia kufikiri kwa uwazi. Fanya haya ukiwa mbali na vitu vinavyoweza kuleta usumbufu kama simu na kadhalika. 4. Kaizen. Maboresho madogo kila siku. Kaizen ni falsafa ya kufanya maboresho madogo kila siku badala ya mabadiliko makubwa mara moja. Pia unaweza kuitumia kwenye kazi, afya au ujuzi wowote unaotaka kukuza. Ubora ufanye kidogo kwa mwendelezo kuliko kikubwa kwa mara moja. Jinsi ya kuanza: badala ya kusema nitaanza kufanya mazoezi kwa saa moja kila siku, anza kwa dakika 5 tu. Kwa kufanya jambo kwa utaratibu mdogo unaoendelea, utajenga nidhamu ya kudumu. Baadaye itakuwa tabia yako ya kufanya mazoezi kila siku bila kutafuta sababu ya kuacha. 5. Omoiyari. Ukarimu wa kuzingatia hisia za wengine. Omoiyari ni tabia ya kuwa na huruma na kuguswa na hisia za wengine kabla hawajazisema chochote. Mfano wa vitendo: kufungua mlango kwa mtu mwingine, kumsaidia jirani bila kutegemea ushukuru, kusikiliza kwa makini kabla ya kujibu. Hii tabia inakuza uhusiano imara na inakuongezea furaha ya kimoyo. Miongoni mwa vitu vitakavyokufanya uwe na amani daima ni hili la kusaidia watu wengine wanapokuwa na uhitaji hata bila ya kukuomba. 6. Gaman. Kuvumilia changamoto kwa amani na heshima. Gaman ni tabia ya kuvumilia changamoto kwa utulivu bila kulalamika. Hii si kunyamaza tu, bali kukua kwa busara hata wakati mambo ni magumu. Faida yake kubwa: inajenga moyo wa uvumilivu, inakufundisha kukua kiakili na kihisia, inakuweka mtulivu unapokutana na changamoto kubwa. Huhitaji kupiga kelele kuonyesha kila mtu changamoto unazokutana nazo kwenye maisha. Na hii haimaanishi kuwa usiseme kabisa changamoto zako, hapana, bali ni kuchagua watu sahihi na sio kila mtu. 7. Moteinai. Kushukuru na kutotumia mabaya ya rasilimali. Moteinai ina maana ya kuwa na shukrani kwa mambo ulionayo na kutotumia bila sababu. Unaanza wapi? Uliza mwenyewe kabla ya kununua kitu kipya: je, nimehitaji hii? Fanya upya vitu badala ya kuvitupa. Asanti kwa chakula, muda au rasilimali zote ulizonazo.
Tabia hii inakuambia kwamba kila kitu kina thamani na inakufundisha kuthamini kile ulicho nacho. 8. Uzuri wa nafasi ya utulivu. Ina maana ya nafasi tupu, kama nafasi kati ya matukio, sauti au mawazo. Hii ni tabia ya kutambua mteremko wa utulivu unapoingia kwenye maisha yako. Mfano kwa vitendo: zima simu yako kwa dakika 10 kila siku, kula bila kuangalia skrini, keti kimya na fikiri mambo chanya tu. Hii tabia inakuongezea utulivu wa ndani na inakuwezesha kufikiri kwa uwazi, bila usumbufu na kujitafakari zaidi. Hii itakufanya ujitambue kwa kusikiliza nguvu yako ya ndani. Na ndiyo hayo marafiki, tabia 8 ndogo za Kijapani ambazo zinaweza kubadilisha maisha yako kutoka ndani. Unaweza kuanza kuzifanyia kazi leo. Kama unapenda video hii, like, share, usisahau kuweka komenti yako kwa video nyingi zinazofuata.